leo sio siku ya kusema sana, bali ni siku ya kutoa ujumbe mfupi. Na ujumbe wangu mimi wa leo, tusifanye siku yetu ya leo ikawa ni siku ya nuksi kwetu, bali tujitahidi kuifanya siku ya leo kuwa ni siku ya bahati kwetu, ni siku ya kulinda ibada zetu, ya kulinda thawabu zetu ambazo tumezitafuta kwa mwezi mzima, kwa kuyaacha tuliyoyaacha na kuyafanya ya kheri tuliyoyafanya. Mwenyezi Mungu atujalie, atuwezeshe tuweze kuyasimamia hayo kwa uzuri. Lakini Mwenyezi Mungu tunamuomba atudumishe katika ibada kama ambavyo tulivyoanza nazo vizuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tukaendelea nazo tukiziacha mpaka hii leo tunaswali Eid. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuendeleze ibada zetu zile ambazo tulizoanza nazo kwa uzuri, kwa sababu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ibada tulizokuwa tukizifanya, na ndizo ibada hizo ambazo tunatakiwa tuzifanye nje ya Ramadhani, kasoro ibada mbili tu, kasoro ibada mbili, ile ya saumu ya Ramadhani. Katika miezi isiyokuwa ya Ramadhani hakuna saumu ya Ramadhani. Lakini pili, ibada ya tarawih tuliyokuwa tukiiswali ndani ya Ramadhani. Nje ya Ramadhani ibada ya tarawih hakuna. Lakini swala 5 zipo katika miezi mingine, kama tulikuwa tunatoa sadaka ipo katika miezi mingine. Yani ibada nyingine zote zina share na miezi mingine yote, kwa sababu anayeabudiwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho wa maneno yangu niseme, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu arda, alipofariki bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada yeye kupewa taarifa, maana alikuwa iko nje kidogo ya mji, baada yeye kupewa taarifa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam inaonekana hali yake kama vile sio nzuri, alitoka shambani akarudi mpaka pale mahala ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiuguziwa. Anafika pale anamkuta Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu amechomoa upanga, anarandaranda pale nje. Asema, yoyote nitakayesikia anathubutu kunyanyua kinywa chake na kusema eti Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufa, shingo yake ni halali ya upanga huu, tena chinja. Anarandaranda pale. Abubakari anafika anakuta ile hali. Abubakari akaingia ndani kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamfunua shuka, akifanya research, utafiti wa vipimo vyote vya kienyeji. Hapa hakuna mtu. Akambusu katika paji lake la uso, kisha baada ya hapo akatoka nje. Akamwambia Omari, punguza jazba, tulia. Tulia bwana Omari, tulia. Vipi bwana, Mtume ameshakufa kweli bwana? Kwani wewe hujawahi kusoma aya ya Mungu anayosema kwamba wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusulu afa immata au qutila anqalabtum ala aqabikum? Hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume tu, na kabla yake washapita mitume wenzake. Ikitokezea yeye amekufa imma kwa maradhi au ameuawa vitani au kwa namna yoyote, imtarudi tena kule mlikotokea? Aya hii hujawahi kuisoma? Manake inaashiria kwa kuwa cheo chake ni mtume na wenzake kabla yake walikuwa nao pia wana cheo kama hiko, lakini wamekufa, na yeye maana yake kufa pia atakufa. Wewe aya hii hujaielewa? Maria pale akaanguka chini, nguvu zimemwishia, akasema kaanni lam aqra hadhihi alaya. Aya hii kana kwamba ni mpya, kama sijawahi kuisoma. Naijua, lakini fadhaa tu za msiba wa mtu mkubwa kama huyu. Sasa Abubakar akawageukia watu akawaambia, jamani man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammada qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu. Kama kuna mtu alikuwa anamwabudia Muhammad, hakika Muhammad kashakufa. Na kama kuna mtu alikuwa akifanya ibada ya kumwabudia Allah kwa miongozo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi
Allah bado yuko hai, utaratibu wa kuabudiwa uko pale pale. Kwa msemo huu igeuzi sasa kinyume chake, niseme katika sisi kama sisi waumini wa Islamu, man kana ya'budu ramadhana fa inna ramadhana qad intaha, wa man kana ya'budu Allah fi ramadhana fa inna Allah hayyun la yamutu. Jamani, kama kuliko na mtu katika sisi alikuwa yeye anaiabudia Ramadhani, yani ule mwezi wa Ramadhani ndio anauabudia, basi mwezi wa Ramadhani ndio ushaisha, watu wakaendelea na majambo yao, kwa sababu walikuwa walichokiabudia kimeshaondoka tayari, kimemalizika. Leo tupo kwenye Ramadhani, ujue Ramadhani ishakwisha. Kama kuna watu walikuwa wanaabudia ile Ramadhani ishaisha, basi ruhusa warudi kwenye mambo yao yale, haina shida. Lakini kama kuna watu walikuwa wanamuabudia Allah ndani ya Ramadhani, kwamba yule mwezi wa Ramadhani kama kishawishi tu kilichowasukuma waingie katika kumwabudia Allah, basi Allah bado yuko hai na wala hamaliziki na wala haondoki, bado yuko, aendelee kuabudiwa. Kwa hiyo watu wataganda kubaki katika ibada zao ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wale walikuwa wanamwabudia Allah ndani ya Ramadhani, kwa maana makundi yako mawili tofauti hapo. Kuna watu walikuwa wanaabudia Ramadhani na kuna watu wanaabudia Allah ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo sasa makundi haya, basi yule aliyekuwa anaabudia Ramadhani tu ameruhusiwa kuendelea kurudi kule kwa sababu Ramadhani imeisha. Yule aliyekuwa anaabudia Allah haruhusiwi kurudi tena kule baada ya mabadiliko yake. Muombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuweke katika kundi salama ili tutafute mwisho mwema.